Hongera sana. Haikuwa rahisi sana kipindi cha kwanza. Lakini watu wakadhani ndio maji yameshazidiona, lakini mmerejea, bila shaka ndio sifa timu kubwa kutokana na mambo kwenye mchezo. Kwanza tunashukuru na asante kwa pongezi zako, lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo mzuri na kupata matokeo mazuri. Moja katika jambo ambalo nimemshukuru sana Mwenyezi Mungu, leo tunakwenda kwenye mechi ya kimataifa CAF Champions League tarehe 22. Tunacheza mechi ya mwisho ya ligi leo na hatujapata majeruhi yoyote. Yaani moyo wangu ulikuwa unadunda kwa sababu tumekuwa na hiyo trending kwenda kwenye mechi muhimu ya kimataifa, alafu tunatengeneza majeraha kwenye mchezo wetu wa mwisho ligi kwenda kwenye mchezo wa kimataifa. Kwa leo imeisha salama. Daktari ameniambia hakuna majeruhi yoyote ambayo yanaweza kusababisha mchezaji kusekana kwenye mchezo wa FAR Rabat. Kwa hiyo nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. Lakini la pili ni wapongeze benchi la ufundi, wachezaji wetu kwa matokeo mazuri ya leo, na ni matokeo ambayo yametupeleka sasa juu ya kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo maana ya kutushusha pale juu sasa hivi ni lazima uwe umejiandaa vizuri, uwe na ubaya. Kwa hiyo ukitaka kuona Yanga ipo juu, una uwezo wa kumteremsha, unapita mbele. Tumekaa kwenye nafasi ambayo tunastahili na tunaamini ni mwanga sasa wa kwenda kupambana kwenye mechi inayofuatia. Kipindi cha kwanza ni ukweli hatukucheza vizuri sana, na hatukucheza vizuri sio kwa sababu tulikuwa na uzembe. Hatukucheza vizuri kwa sababu KMC pia na wao walicheza vizuri first half. Walijaribu kucheza vizuri sana kwenye kujilinda hapa nyuma. Nafasi ya kwanza ambayo tulipata kupitisha mpira wetu kwa Pacome kwenda kwa Maxi tukafunga. Lakini ukiangalia dakika nyingine zote walikuwa watu force tena pembeni tupige cross. Tulikuwa tupate nafasi ya kupita katikati, kupita vile ambavyo Yanga tumezoea kupita. Na wakawa na ushap. Baada ya sisi kufunga goli ni kama tuka switch off kidogo, wakawa na ushap. Tukafanya mistake hapa, wakapata foul. Faida nafikiri ajua Diara akacheza ule mpira kile alicheza katika eneo ambalo Saliboko alikuwa yuko active na akafunga goli zuri. Kwa hiyo tulipokwenda vimbani, sijui mwalimu alizungumza nini, lakini naamini alikwenda kuwakumbusha umuhimu wa dakika 5 za kipindi cha pili kuja kucheza kwa umakini. Pressure ni kubwa sana, watu wanahitaji matokeo, players wanacheza kwa pressure kubwa. Baada ya goli la pili kila kitu kilifunguka. Tuliona nafasi nyingi, magoli tumefunga mawili mengine tena. Players wakaanza kucheza bila pressure. Na hii inairudia kila siku. Kinachotuumiza hapa sasa hivi ni pressure tu. Pressure hii ikipotea, tukianza kushinda kwa ushindi comfortable namna hii, tukashinda kwenye michezo mikubwa, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya players kuonyesha zaidi kile ambacho wako nacho. Hali inaanza kuondoka kwa Andy Boye Tembo, ndio amefanya vizuri sana. Sisi tunataka niwape kidogo shule hapa. Nimeona kuna mtu mmoja yule akili hana. Nikisema tu bahati mbaya hapa, yule akili hana. Alikuwa anazungumza kuhusu usajili ambao Yanga wamefanya msimu huu. Baada ya kutoa kikosi akasema, mbona wanaanza wale wa msimu uliopita? Jamani, sisi tulifanya usajili kwa ajili ya kuboresha timu yetu. Hatukufanya usajili kwa ajili ya kujenga timu. Wachezaji ambao unaona walikuwa last season, mikataba yao iliyoisha, tuliwaongezea mikataba. Lengo ni kuhakikisha wanabakia na wanakuwa wachezaji muhimu kwenye timu yetu. Tungekuwa tuna unyumbukeni tu wa wachezaji wapya, maana yake tungemwacha Maxi asingeongezewa mkataba, tungemwacha Duke Abuya asingeongezewa mkataba, tungemwacha Mudathir asingeongezewa mkataba, tungemwacha Pacome asingeongezewa mkataba. Lakini ukiangalia tumeongezea mkataba wa wachezaji muhimu, maana yake tulikuwa tunakuja kuboresha timu yetu. Hatukumsajili sisi Boyeli ili aje aanze mbele ya Prince Dube. Tulikuwa tunaamini tuna striker wetu namba 1, Boyeli aje kuongeza changamoto kwa striker anayeanza. Hivyo hivyo kwenye nafasi nyingine. Nafasi pekee ambayo mtu yupo anaanza comfortable kwenye timu yetu sasa hivi ni namba 10 ambayo anaanza Mohamed Doumbia. Kwa nini? Kwa sababu namba 10 wetu wawili wote wameondoka. Ameondoka Zizi, ameondoka Chama. Kwa hiyo Doumbia ndio namba 10 mpya, ndio maana anaanza. Hata Mzizi angekuwa fit, maana yake hata Chikola angekuwa anakaa mbao. Sio, unaelewa? Kwa hiyo sisi hatukwenda kujenga timu, tulikwenda kuboresha timu. Kwa hiyo hawa wapi wanaokuja hawa mdogo mdogo wanatakiwa waingie kwenye timu kwa kuonyesha ushindani. Kama hivi anaanza Dube, akija Boyeli anatakiwa aonyeshe kwamba anaweza kucheza vizuri kwenye nafasi. Hivyo hivyo akija kucheza Musa Barakonte, akija kucheza Lasini Kuma, wanatakiwa waonyeshe kwenye nafasi hiyo mimi mpya anaweza kuofa kitu kikubwa. Na hapo ndio timu bora inapatikana. Sio tu kama unasajili mtu kwa sababu ni mpya unamuingiza kwenye kikosi. Kwa hata Boyeli anatokea bench kwa sababu anatakiwa alete changamoto kwa anayeanza. Kwa changamoto ikiendelea, maana yake wewe ambaye unaanza
ambayo ilikuwepo last season, ukizembea huyu mpya anachukua nafasi yako, anakuwa regular kwenye kikosi chako. Sasa hii ni shule ambayo nilitakiwa niwaite, niwaweke chini, mlipie, ni wapi. Lakini bahati nzuri tu leo na mudi nzuri nimewagea hii faida. Nataka nielezee tukio moja wakati wa penalti. Pacome alienda kuichukua mpira akampelekea Boyeli. Baada ya kufunga goli, Pacome alikuwa kimya moja kwa moja kwenda mimi nikaa zangu pale, nikaa pale. Boyeli kasababisha penalti, Pacome akamwambia Shia lete mpira. Tunaongoza 2-1 Ile goli ilikuwa la 3 na uwa mechi. Pacome kaomba mpira akasema hiyo kamba hiyo. Ghafla Boyeli akamfuata Pacome, lete mali. Sema Boyeli, mbona ujipendi? Hii funga macho Boyeli angeka nje ile. Saa hizi. Lakini ameonyesha confidence ya strike. Ameonyesha namna unavyotakiwa ujiamini kama mshambuliaji. Alikuwa anahitaji goli moja kupata hiyo confidence. Mshambuliaji mwingine line huwezi kuomba ule mpira. Kaushika Pacome ujue. Kaenda kuomba yeye niachie huo mpira, mimi niweke kambani. Amechukua mpira, kapiga penalty nzuri, confidence imekuja, katengeneza nafasi nyingine kafunga goli. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye tunamsifu kwa kujiamini na kuonyesha kwamba hayuko Yanga kwa bahati mbaya, anahitaji kupambana kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Twende ngoja watu wafa kidogo, dakika 3. Nimeona wana Yanga wamefurahi kweli na wameupa jina uwanja wa New Amaan Complex kwamba ile ni Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Sasa ukuja wanakuja kwenye gereza ile mbali kabisa. Kule New Amaan Complex kule panafanyika mabalaa makubwa sana ndugu zangu. Panafanyika mabalaa makubwa sana. Tulichokifanya sisi tumefikiria mbali. Ndio maana tumekwenda New Amaan Complex. Na umekuita vizuri ndugu yangu. Kule ni eneo la mateso na mtakwenda kushuhudia. Wala msiwe na haraka. Tarehe 22 dhidi ya FAR Rabat. Tukio ambalo tunafanya sasa hivi hapa, tunakwenda kuzindua jezi zetu za kimataifa. Na tutakwenda kuzindua jezi hizi siku ya Jumatano kama sikosei. Jumatano kwa mujibu wa ratiba ambayo imepangwa. Tutakwenda kulaunch jezi zetu za kimataifa ambazo tutachezea mchezo wa kwanza wa FAR Rabat. Niwaambie mashabiki na wapenzi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africans. Haya ya leo ya ligi yameisha. Tuna kibarua kizito kweli. Tarehe 22. Tupo kwenye kundi gumu, tupo kwenye kundi zito, na sisi kwa sababu ni timu kubwa ndio tumeweka ugumu pia kwenye hilo kundi. Ingekuwa si timu mbovu tu, watu wangesema kundi hili kundi mchekea, lakini tumekwenda pale kwa sababu tuna deserve kuwa miongoni mwa story kubwa Afrika. Sasa hii tufanye vizuri. Kwani kuna timu inacheza mpira? Timu gani? Wadogo wana test taa. Hata kutest taa. Tumalizia umeme hao. Kwa hiyo tuendeni tukajiandae vizuri kwa ajili. Sawa kocha. Basi twendeni bwana. Sasa la kazao wamepigwa 4 hawa. Hapa. Kama kawa. Mwanangu unakumbusha ndio Yanga uko amelala. Shukrani. Mwisho dhidi ya Fountain Gate.